Habari wapendwa, naenda kuwasalimia kwa siku ya leo. Nyie ambao mnatufuatilia kwa channel yetu ya YouTube. Leo tunaenda kuongelea wapendanao. Tutachambua kila kitu chote kuhusu wapendanao na kuhusu sherehe ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026, yaani kila mwaka, kwa sababu hapa duniani kuna sherehe ambayo inafanyikaka ya wanawake, inaitwa tarehe 14, ya kila mwaka, yaani mwezi wa pili tarehe 14. Yaani tarehe 14 unapofikia, yaani ni hatari sana. Sherehe hizo zinaenda kusababisha ndoa nyingi zinaenda kuharibika haraka sana, hizo sherehe, na mapenzi inakuwa haidumu vizuri sana kwa sababu ya hizo sherehe. Mapenzi haidumu, yaani upendo kwa mke na mume, wala kwa upendo ya wapendanao unakuwa haidumu sana, kwa sababu hizo tarehe zinasababisha watu wanaenda kuachana. Hata mke na mume wanaenda kuachana, mke na mume wanaenda kuachana haraka sana. Wapendanao wanaenda kuachana kwa haraka sana kwa sababu ya siku moja tu. Siku moja inaweza kasababisha ndoa zikaachana. Siku moja tu. Mwanamke anakuambia inapofikia tarehe 14 mwezi wa pili, kila mwezi wa pili, sherehe za wanawake zipo nyingi sana. Kila mwaka na kila mwezi na tarehe zake. Mwanamke anakuambia ile tarehe ikifika, nahitaji nipate nguo, nipate kiato, nipate maua, nipate kila kitu chote, na hiyo siku nahitaji kwenda kulala kwenye hoteli, sitalala nyumbani. Kuna wanawake wa hivyo. Sasa unakuja jikuta mume wako hana uwezo kama huo ambao wewe unahitaji akununie vitu vyote. Na ndio maana unakuta wanawake wengi wanatoka nje ya ndoa. Wanawake wengi wanatoka nje ya ndoa. Anaishi na mume wake ndani ya nyumba, lakini anatembea na mwanaume mwingine huko nje, yaani huko mitaani, anatembea na mwanaume mwingine, na mwanaume hajui na mume wake hajui. Kwa sababu unapoenda kuoa mwanamke ambaye ana gharama kubwa, huyo mwanamke hautaishi naye. Ukienda kuoa mwanamke wa magharama kubwa, naposema mwanamke wa gharama kubwa, ni mwanamke akiamka asubuhi achanue nywele, mwanamke akiamka asubuhi ajipake vipodozi, mwanamke akiamka asubuhi vipodozi aviandae, mwanamke akiamka asubuhi, yaani yeye ni mwanamke wa gharama tu. Unaona? Yaani kwenye nguo zake anavaa, anatamani avae nguo ya bei kubwa sana. Chini ya 1000 hawezi kavaa yeye. Nguo yenyewe iko chini ya 1000 hawezi kavaa. Huyo mwanamke hautadumu naye, hata kama ni mama watoto wako, hata kama mmefanya ndoa, hata kama umemuoa, hautadumu naye. Hautadumu na huyo mwanamke, kwa sababu huyo mwanamke anaweza kukuletea hasara kubwa sana. Na kama hajakuletea hasara, ujue wewe utaumia sana. Naposema kuumia sana, utafanya kazi hadi mwili wako utachanika. Wewe mwanaume utamfanyia kazi hadi mwili wako utachanika. Naposema kuchanika, yani kufa, kwa sababu pesa zote utakuwa unazipata, mke wako anazichukua, anaenda kwenye vipodozi kujipodoa. Yeye ni mwanamke wa gharama, ni mwanamke mwenye iko na gharama kubwa, yaani anaitwa mwanamke wa gharama.
Yaani unampatia pesa anazipeleka kwenye vipodozi. Hata kama hujamupa atapewa huko nje. Kuna wengine wanawake wako ndani ya nyumba, wameolewa na wana watoto na waume zao, lakini wanatembea nje vibaya sana, wanatembea nje. Naposema kutembea nje, kwenda kulala nje na wanaume wengine, wanalaliwa nje na wanaume wengine. Mke wako ambao umeoa analaliwa nje na wanaume wengine, kwa sababu jikuta wewe hauna uwezo wa kumgharamia ule mwanamke, atalaliwa nje tu, ataenda nje ya ndoa, ataenda nje ule mke wako. Ukija jikuta wewe hauna uwezo mkubwa sana, na huyo ni mwanamke wako, ni mwanamke wenye gharama kubwa, na ile gharama unakia jikuta ile gharama inakuangukia wewe, na ile gharama ikuangukia wewe, hauwezi kugharamia ule mwanamke. Wengine watamgharamia kule nje. Ukishindwa kumgharamia wewe, wengine nje watamgharamia, na labda atenda kupata wanaume wengi ambao watamgharamia kule kukuzidi wewe ndani. Akigharamiwa kule nje, uchafu wote anakuja kuletea wewe bila wewe kujua. Wewe utakuwa umemwamini mke wangu mzuri, mrembo, lakini ule urembo ambao wewe unautegemea sio wa kwako. Ule urembo ambao mke wako anao sio wa kwako mwenyewe. Akitoka nje kule atapambana na wanaume wengine, haiko wewe tu. We kazi yako ni kumfanyia kazi tu, kwenda kufanya kazi huko, unapata pesa, unakuja kumtupia yeye, unampa yeye. Na ndio maana usiende kuoa mwanamke wa gharama kubwa. Usiende oa mwanamke wa kupenda kila sherehe anapenda kwenda. Ukienda oa mwanamke ambaye anapenda sherehe, huyo mwanamke hautamuweza. Yaani kila sherehe ikitokea yeye anaondoka. Lakini ikitokea kipindi ya misiba imetokea, hautamuona anaenda kwenye misiba yoyote ile. Mke wako aende kwenye misiba yoyote. Naposema misiba, yaani kwenda kwenye kilio. Yaani kwenye kilio chote kile kitokea, mke wako hautamuona, na watu hawatashuhudia eti mke wako alikuwa kwenye msiba. Lakini kutokea sherehe, vitu vya starehe, mke wako ndio mtu wa kwanza kwenda kufika pale. Mke wako ndio mtu wa kwanza kukaa kiti cha mbele. Unapoenda kuwa mwanamke wa kupenda sherehe, vipodozi, anajipodoa kila saa, kila dakika, kucha ndefu, anaweka makucha, anaweka vile vyenyewe anaweka wanawake hapa kwenye macho, kwenye jicho hapa, sijui wanavita vinini, sijui vile vya mrefu kwenye jicho anaweka makiki, anaweka kiki, ashatoboa kitofu. Mke wako ameshatoboa kitofu, akaweka herene, ametoboa kitofu na akaweka herene, akatoboa masikio zake 3, lisikio moja ameshatoboa mara 3, ameshaweka herene 3 kwenye lisikio moja, na hapa kwenye pua akatoboa. Kuna wanawake magaidi. Ukienda huwa mwanamke kama huyo mgaidi mwanamke, hautaishi naye. Ukienda kuwa mwanamke wa kupenda sherehe, kila dakika anaenda kwenye sherehe, huyo mwanamke wako hautadumu naye. Na kama utadumu naye kwa sababu mmezaa watoto, na kama utaishi naye kwa sababu mmeshazaa. Lakini sio wewe tu, usifikie ni wewe tu. Usifikie ni wewe, kwa sababu ni mwanamke ambaye anapenda vipodozi, anapenda urembo. Na huo urembo sasa unaomba gharama.
Jikuta wewe mwanaume hauna uwezo wa kugharamia ule mwanamke, hauna uwezo mkubwa. Wengine watamgharamia kule nje, wengine watamgharamia, Naposema kumgharamia, watamnulia kile kitu chote ambaye anahitaji. Nikiona mwanamke wako kila tarehe ya tarehe 4 mwezi wa pili, kila sherehe yote ile ikitokea ya mwaka, kwa sababu kwenye mwaka kuna masherehe mengi sana, kuanzia Christmas kuna sherehe, mwaka mpya tarehe 1 kuna masherehe, mwezi wa pili kuna sherehe, na labda hata mwezi wa 3, mwezi wa 4 kuna sherehe, yani mwezi wa 6 unakuta mwanamke wako ni masherehe ndio anapenda sana. Ikiwezekana achana ule mwanamke. Kama unaona wewe mwanaume hauna uwezo, achana ule mwanamke, kwa sababu mwisho wa siku atakuletea magonjwa ndani ya nyumba. Mwanamke wako atakuletea magonjwa, kwa sababu yeye kila sherehe anapenda awe mtu wa kwanza kule mbele, na labda hata kwenye hizo sherehe wewe haujawahi kuendeko, wewe mume wake haujawahi kwenda, wewe mume wake haujawahi kupafika na upajui, na labda hata hauna address ya hiyo sherehe, lakini mke wako anajua address yote, na wewe mke wako ni mtu wa kwanza kukua kule mbele. Ndoa nyingi zinaenda kuisha haraka kwa sababu ya masherehe. Sherehe zikiwa nyingi na mwanamke wako anapenda sherehe, ndoa itaisha, kwa sababu kila wakati mke wako anapenda kwenda kwenye sherehe, lakini kwenye msiba hawatawahi kufika eko, nyota muona kwenye misiba yoyote ile, lakini kwenye sherehe zote zile mke wako ndio mtu wa kwanza kufika kule. Usifike kule kwenye sherehe, anaenda kule ni kwenda furahia na watu wengine kule, anaenda kule kujionesha na kutafuta mwanaume ambaye atampenda. Anaenda kujionesha kwenye sherehe na kutafuta mwanaume ambaye atamsemesha kwenye sherehe. Naposema kumsemesha, kuongea naye, kupatiana masimu, kupatiana namba za simu na kupendana naye. Usifikirie mke wako ameenda kwenye sherehe tu juu ni sherehe, anaenda furahisha kule, ameenda kujifurahisha kule, ameenda kwenye sherehe kutafuta wanaume wengine, kwa sababu amesha kudharau wewe. Ni ukiona mwanamke ambao umeenda oa, hii kuna kudharau ndani ya nyumba. Mwanamke ambao umeenda oa, hii kuna kudharau, hata kuheshimu. Chunguza mwanamke wako vizuri, chunguza mke wako vizuri. Kwenda labda ameshapata mtu mwingine wa kuzidi hata wewe. Wewe utafikia ni mke wako, lakini ameshapata mtu mwingine wa kuzidi wewe, na ndio maana anakudharau. Lakini kawaida mwanamke anabidi kuheshimu mume wake ndani ya nyumba, hata au mwanaume mfupi, hata au mwanaume ana uwezo, ana maisha, mwanamke anastahili kuheshimu mume wake ndani ya nyumba. Zamani ukioa, mke wako hataenda sehemu bila kukuaga. Mke wako hawezi enda sehemu bila kukuaga, na kitaka kwenda ile sehemu akikwambia na wewe ukikataa ile sehemu, wewe mume wake unasema mke wangu usitoke hapo, usiende ile sehemu, usiende. Mke wako atakusikiliza na atatoka ile sehemu na ataenda ile sehemu. Lakini kwa dunia leo, mke wako anakuambia naenda sehemu fulani kwenye sherehe wala sehemu fulani, wewe mwanaume utakataa kwenye dunia leo. Alafu kienda kuishi na mwanamke kwenye nchi za wazungu sasa. Kwenye nchi za wazungu mwanaume hana usemi kwenye nchi za wazungu, kwa sababu sheria zote za wazungu wala serikali zote za wazungu, mwanamke ndio iko juu, mwanaume chini.
kwenye nchi za wazungu mwanaume iko chini, mwanamke juu. Hauna neno yote ile ya kumwambia mke wako. Mwanamke tena ndo anakupangia wewe mwanaume kwenye nchi za wazungu, kwa sababu mwanamke ndio amepewa mamlaka yote kukuzidi wewe mume wake. Na ndio maana kwenye nchi za wazungu haustahili kupiga mke wako, haustahili kupiga mke wako hata amefanya kosa yoyote ile, haustahili kumpiga mke wako, kwa sababu ukimpiga mke wako nikikuta ule mwanamke ni mwanamke mbaya, ana roho mbaya, ni mwanamke ameshazoea lugha ya Kizungu, anajua lugha ya Kizungu, akikuitia polisi unaenda kuozea jela, kama kipekile niwahi kuambia kwenye video zingine ambazo zishapita. Nchi za wanawake nchi za wazungu ni serikali za wazungu ni serikali za wanawake na watoto. Wewe mwanaume hauna neno wa kusema kwenye nchi za wazungu, hauna neno wa kusema, hata tu mambo mengi hautayafanya. Yaani wanaume wanaishi kwenye nchi za wazungu kama wafungwa. Hautapiga mke wako. Ukikuta mwanamke mbaya ukampiga, afu kamuumiza kidogo, akatoa damu kidogo, ndugu yangu, unaenda kuozea jela, unaenda ikaa jela miaka 30 uko jela, na labda uko jela uende usirudie, na labda kama utarudia hautawahi kutembea kwenye dunia nchi yoyote ile, hautafika Afrika, ni utaenda popote pale. Wanakuja kuweka sans control. Hiyo saa inaitwa saa ya polisi. Polisi ndio atachunguza maisha yako yote. Hautapanda beskeli, ni utapanda gari, ni utapanda pikipiki, ni utapanda taksi, ni utapanda kitu chochote kile. Ukitaka kupanda tu taksi, driver wa taksi akikuona tu anaangalia mkononi mwako, akikuona tu taksi atasema haustahili kupanda hii taksi, na dereva wa taksi atakwambia haustahili kupanda kitu chochote. Kwanza utashtuka polisi na ashafika pale, na basi hautapanda. Ukitaka kupanda basi, driver wa basi akikuona atakwambia haustahili kupanda basi, shuka. Kwa hiyo hautapanda kitu chochote kile. Yaani jela yako inakuwa inatumikia polisi miaka yako yote hadi siku utakufa. Kwenye nchi za wazungu kama nchi ya Uingereza, hiyo sheria ipo, hautaki kupiga mke wako. Lakini Afrika ndoa zinadumu Afrika, kwa sababu Afrika mwanamke anapokosea kidogo utamkokota machafu, utamuonesha kosa yake ambayo amefanya, na baadaye ataendelea kuheshimu na atakuita mume. Afrika atakuita mume na utaishi vizuri na mke wako. Nuko nampiga, tumeshuhudia ndoa nyingi Afrika, wanaume walikuwa napiga wa mke zao, wanapiga kabisa kuwaponda, lakini mwanamke atanyenyekea kwa mume wake na hata toka ndani ya nyumba, hicho atarudia kwao. Unajua mtu ashazaa watoto 3 4, ashakuwa mama, haiko binti tena. Unaona? Kama kipekile niwahi kuambia miaka ya mabinti na miaka ya kuwa mama, niwahi kuambia kipindi kile, niwahi kuambia kwenye video zingine ambazo zishapita. Na ndio maana Afrika ndoa zinadumu vizuri sana na watu wanasikilizana Afrika. Mwanamke hawezi enda popote bila mume wake kujua. Mwanamke hawezi enda sehemu bila mume wake, bila kujua sehemu gani ambayo mke wangu ameenda, na tarudi saa gani, na tafanya masaa mangapi kule. Mwanaume lazima ajue. Lakini kwenye nchi za wazungu mwanamke anaweza akafanya vyake vyote ambayo anapenda, anafanya vitu vyake vyote ambayo anapenda. Wewe hauna budi ya kumchunguza, wewe hauna budi ya kumuuliza ulikuwa wapi, hauna budi ya kumuuliza. Hauna budi ya kumuuliza ulikuwa wapi mke wangu,
mbona umekawia? Mbona umekawia? Hauna budi wa kumuuliza. Nikikuta sasa mke wako ambao unaishi naye kwenye nchi za Ulaya ameshajua lugha na ameshaelewa hali yote, na huyo ni mwanamke wako, anapenda vipodozi, ndugu yangu, kama una akili, achana huyo mwanamke mapema sana, kwa sababu ukiendelea naye, mwisho wa siku utaenda kuozea jela we mume wake. Mwisho wa siku we mwanaume utaenda kuozea jela, utaenda kuozea jela. Ukiona mwanamke ambaye anapenda vipodozi sana kwenye nchi za wazungu, hataki kusikiliza na hataki kutekeleza. Hata we mume wake ukisema kitu, mke wako akusikilizi, ni mbishi, ni mbishi wa kupindukia. Chunguza mwanamke wako vizuri, chunguza mke wako vizuri, kwa sababu yaani yeye anafanya hivyo vitu vyote kwa sababu anasubiri tu umpige tu kidogo. Ukimgusa kwenye mwili wake tu, unaharibu maisha yako, unaharibu maisha yako. Na ndio maana ndoa nyingi kwenye nchi za Ulaya kama zinadumu, kwa sababu wanaume wanatulia sana, hawafanyi fujo na wanawake zao. Kwenye nchi za Ulaya hawafanyi fujo, kwa sababu najua hapa nikifanya fujo na huyu mwanamke, na hii ni nchi, ni serikali za wanawake na watoto, ni serikali za wanawake na watoto, serikali ambazo zinaheshimu wanawake na watoto. Mwanaume ana lolote ile kwenye nchi za Ulaya, mwanaume ana lolote ile. Basi kudanganya eti mwanaume ana uwezo mkubwa kuzidi mwanamke kwenye nchi za Ulaya, kama nchi ya Uingereza. Mwanaume ana lolote ile. Usubutu kupiga mke wako kwenye nchi ya Uingereza, alafu ukamtoa damu, na ule mke wako akakuitia polisi, ndio utaona sasa yale maneno ambayo nawaambiaka ni ya ukweli. Utaenda kuozea jela, unaenda ikaa jela miaka mingi sana, utaikaa miaka mingi sana uko jela. Nitakuja kuta, na labda ukija kurudia hautafanya kazi yoyote tena. Maisha yako wanaweka kwenye kompyuta, nchi ambao wanaweka watu kwenye makompyuta. Watu wanaishi kwenye masisteme, wanaishi kwenye kompyuta. Ukifanya kosa hawezi ama ile sehemu, utaenda ingine sehemu, utafanya kazi kule, jina lako iko kule kompyuta. Wakisema tu jina lako, bana kuangalia ushafanya kosa yoyote, ushafungwa, ushafanya makosa yoyote ile. Kosa yoyote ile, sio mauaji tu, kosa yoyote ile, bana kaangalia jina lako kule. Kazi hautafanya, kazi, na nyumba hawatakupa nyumba. Popote pale utakuwa unafanya unatafuta nyumba, bakija kuangalia majina yako msisteme, wanaangalia huyu mtu ashafanya kosa hii, nyumba hautapata. Hautapata nyumba, na kazi hautafanyaka kazi. Hautafanya kazi hadi siku utakufa, juu ushaharibu jina lako. Na ndio maana unakuta wanaume wengi wanaoishi na wanawake ambao wanapenda vipodozi, wanawake wapuuzi, wanawake ambao waheshimu waume zao, wanaume wengi wananyenyekea kwenye hizo ndoa. Hata mke wake anaenda anatembea gisa anapenda, atamwacha tu, sababu anajua nikiendelea kupelekeshana huyu mwanamke, na huyu mwanamke ananitafuta kisiki ni kwale. Naposema kisiki ni kwale, anamtafuta kwenye tatizo fulani, yaani anatafuta siku moja ukampige tu. Unaharibu maisha yako, unaharibu maisha yako. We mwanaume unaharibu maisha yako. Utaona Ulaya kama ni chungu, utaona Ulaya kama ni chungu. Na ndio maana unaona wanaume wengi wananyenyekea sana kwa wanawake, wananyenyekea sana. Hawezi wakapigana wanawake, hata mke wake amemkosea aje, hata amemtukana aje, mwanamke iko na dharau hata mume wake ndani ya nyumba, anamshikilia mume wake kama mtu wa ovyo. Anamshikilia mume wake kama mtoto wake. Lakini mwanaume atanyenyekea tu,
kwa sababu bado yuko anatafuta maisha yake na anatafuta amani. Unajua mwanaume kama anatafuta amani kwenye nchi za Ulaya, uishi vizuri na mke wako, usiwe mtu wa kugombana na mke wako, usiwe mtu wa kukorofishana na mke wako, usiwe mtu wa kupigana na mke wako. Hapo ndipo unaweza kaishi vizuri kwenye nchi za Ulaya, utaweza kaishi hata miaka mingi sana. Ukiona mke wako iko na focus sana ndani ya nyumba, we mwacha afoke, we toka kwanza, fungua mlango uende nje kwanza, vuta hewa kule, acha mke wako aseme mwenyewe, kumjende zako nje. Wala kama ni usiku, kama iko na focus anaongea sana kama vile kasuku, mwacha ongee, uende kulala. Hapo utaishi vizuri na wanawake kwenye nchi za Ulaya. Usibishane naye, juu mkiweza bishana naye na ile shetani akija kuingia wewe mwanaume, kwa sababu mwanamke anatafutaka vikwazo, anatafutaka kisiki mikwale, yani wewe ukimgusa tu, yani anakutega eko. Ukiona mwanamke iko na kutega vitu fulani fulani, iko na kupima, ina maana iko nataka kukufungisha uende jela. Unaona? Na kwenye nchi za wanawake na watoto, nchi za wanawake na watoto kama nchi ya Uingereza hazina huruma. Ule mke wako akikuita polisi tu na kija tu, hautashinda mwanamke. Juu ni serikali za wanawake na watoto, hautashinda mwanamke kwenye nchi za Ulaya. Hata mwanamke ndio iko na kosa ya ajabu, hata mwanamke ndio amekosea kivipi, hata yeye ndio mtu wa kwanza ameanza kukupiga, kisha baada wewe ndio kampiga, hawatajali hicho, batakuchukua na kuweka taraka. We mwanaume unaenda kuozea jela, unaenda kuozea jela. Kazi yangu ni kuleta mashauri yote. Niwaambia zamani, mimi hapa naleta mashauri yote kuhusu ndoa, kuhusu nchi za wanawake na watoto, na waletaka taarifa zote. Mimi naleta mashauri tu kuhusu wapendanao, kuhusu maisha ya watoto. Unaona? Kwa hiyo we mwanaume, tulia sana kwenye nchi za wanawake na watoto, tulia. Usipigana mwanamke kwenye nchi za Ulaya, usikorofishana mwanamke kwenye nchi za Ulaya. Hata mwanamke wako ni mgaidi, mwanamke wako hataki kukusikiliza, mwanamke wako ni mpuuzi, mwanamke wako ni mbishi, mwanamke wako ni mwanamke wa roho mbaya. We tulia naye tu kwa utaratibu, usikorofishane naye, nusiwahi kumpiga, nusiwahi kumgusa kwenye mwili wake. Hata kama anakataa tendo la ndoa, hataki kutimizia tendo la ndoa, we achana naye tu, achana naye, kwa sababu kwenye nchi za wanawake na watoto ni mke wako ambao umeoa, hauwezi kufanya naye tendo la ndoa kwa kinguvu. Kama mwanamke apendi kufanya tendo la ndoa na wewe muache tu, acha pale kwenye atapenda ndio mtafanya tendo la ndoa. Usimshike kwa kinguvu, hata ni mke wako, usimshike kwa kinguvu, kwa sababu ukienda kushika kwa kinguvu na ye pia apendi tendo la ndoa na afanye tendo la ndoa na wewe, apendi tendo la ndoa, ukaenda kumshika kwa kinguvu, akikuita polisi, na polisi ni dakika mbili, akita polisi dakika moja, dakika mbili, dakika tano, polisi na dema nyumbani kwako. Akikuita polisi na polisi kija, polisi kimuoji nini, alikuwa nataka kufanya tendo la ndoa, anifanya tendo la ndoa kinguvu, anifanya kwa kinguvu na mimi sitaki. Hicho tu kinaweza sababisha ukaenda kuozea jela, ukafungwa. Hicho tu kwa kushika kwa kinguvu, na ni mke wako ambao umemuoa, ili kumshika kwa kinguvu unaenda kuozea jela. Jela ndio utaenda kukaa. Kwa hiyo wanaume, unapokuja kwenye nchi za wanawake na watoto, kwenye serikali za Ulaya, muwe mnatulia.
Kama unapenda maisha yako, tulia, tulia, tulia.